Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninyi vipenzi vyangu, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tarehe 25 kama sikusahau mwezi wa 4, nilikuwa katika matembezi ya kwenda kusali swala aljumaa, ikanikuta niko msikiti wa Jabe, msikiti ambao ni mpya kabisa, umejengwa na samahatu Sheikh Ismail Gogos hafidhahullah wa ra'ahu. Nikapendelea nimkumbushe Sheikh Ismaili hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, naye anaijua zaidi kwa sababu ni mmoja katika walimu wangu. Hadithi hii kama sikusahau imetolewa na Abu Huraira. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, sab'atu yudhilluhumullahu yawma alqiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, wa dhakara minha wa shabun nasha fi ibadatillah. Watu aina saba Allah atawapa kivuli. Allah atawapa kivuli. Mimi siku zote huwa nasema katika mbingu ya 7 kuna kitu kinaitwa Sidratul Muntaha, ipo pembezoni mwa arshi ya Mwenyezi Mungu. Jani lake moja tu, kivuli chake unaweza ukatembea miaka 1000 hujamaliza hicho kivuli. Kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, miongoni mwa watu watakao kipata kati ya watu hao 7, washabun nasha fi ibadatillah, ni kijana ambaye amekulia katika ibada na muabudu Allah, anasoma kwa ajili ya Allah, anatangaza dini kwa ajili ya Allah. Ni huyu kijana Sheikh Ismail Gogos, Allah mahifadhi, ambaye ametangaza dini akiwa mdogo, katembelea misikiti akiwa mdogo, anazungumza Kiarabu, Kifaransa, Kiingereza na Kidachi. Bila shaka hadithi hii ni sahihi, ipo kwa Imam Bukhari, ni hadithi namba 6, ni hadithi namba 6806, na kwa Imam Muslim ni hadithi namba 1031. Ndugu Waislamu, fi hadha alhadith fihi targhib walisti'dad lil-akhirah. Hadithi hii inachochea, inakupa motisha wewe mwanadamu, wewe kijana, kujiandaa na siku hiyo ya Kiyama. Hakutokuwa na kivuli. Je, umekwisha nunua kivuli kama alivyokwisha kinunua Sheikh Ismail? Annasu yaumul qiyama yakhrujuna atshan, watu siku ya Kiyama watatoka ndani ya makaburi yao hali ya kuwa wana kiu. Hata ukiwapa ziwa la Tanganyika haliwatoshi kiu. Ahwajuma yakununa ila almaa, kitu watakachotaka tu ni maji. Watalidu hadhihi al-umma ala haudati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na umma huu utategemea haudhi, yani kisima au eneo lenye maji litakalokuwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utafika nawe ukiyafanya mema, nawe haumo katika hawa tu 7, na si 7 tu. Katika mapokezi mengine kwenye hadithi nyingine watu wanaweza kuwa zaidi ya hao. Kama anna shams tadnu min al-khalaiq, jua litashuka kwenye tosi za watu, watatokwa na jasho, watafikwa na jasho kwenye magoti, kwenye kiuno, kwenye shingo. Wayulijuhumul araq, jasho itawazamisha. Fayahtaju nasu ila dhilli, hakuna atakachohitaji watu ila ni kivuli. Kivuli cha Allah. Yadhkuru huna asbaban man ta'allaka biha, anasema mtume wa umma sababu yule atakayezikumbatia na kuzitenda, Allah atamuhurumia na atamweka katika hiyo kivuli, atamuhurumia. Na mwanadamu kad yajtamiu fi al-abdi wahidin hadhihi sifat, mtu mmoja anaweza kuzibeba hizi sifa zote 7. Natoa mfano wa Nabiullahi Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Alikuwa anafunga,
analia usiku. Alikuwa kijana, alimkataa mwanamke, alitenda mema kwa ajili ya Allah, kwake amejikusanya. Na huyu uwanja ni mpana zaidi, tukipata muda tutaweza kuzungumzia. Yazkuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 asnafin min hadhihi al-umma yatanaamuna bidhillihi subhanahu wa ta'ala fi dhalika al-yawm. Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja watu aina 7 ambao siku ya kiyama wataneemeka na kivuli cha Allah. Miongoni mwao ni kijana shupavu, kidume, kama alivyofanya Sheikh Ismail Gogos. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amridhie kwa nia yake. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe upendo kwa sababu hiyo. Katika wakati kijana huyu anahangaika huku na kule, anaomba, anakopa, anazima pesa, yuko kwenye matatizo, pesa zile anazitumia kujenga msikiti na markaz, wako ambao wanakula misaada ya Waislamu kwa wizi na wanaitumia wengine kwa mambo yasiyofaa, ila yeye hapana. Nimkumbushe huyu shekhe hadithi ambayo amepokea tena Abu Dharr al-Ghifari, na hadithi hii kadhalika amepokea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kama fasi qatatin banallahu lahu baitan fil janna. Yule atakayejenga msikiti uwe mdogo kama sehemu anayetamia mayai kuku, udogo kama kashimo kale, wallahi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjengea nyumba peponi. Tuseme nini? Tuliokuwepo pale, tuliosikia, tulioyaona. Huyu Sheikh Ismail hajajengewa nyumba peponi. Ya habibi, ya shaykhana al-fadil, bado kijana mdogo wewe na umekwisha jengewa nyumba peponi. El-habibi Sheikh Ismail Gogo, sinapata wivu. Umekwisha tanguliza nyumba peponi. Ya Allah, na kuomba ya Allah, mlinde kijana wako kwa yote anayoyafanya kwa dini yako. Yapo mengi umeyafanya mbele yangu tukiwa South Africa, ukifika wakati nitayasema. Pesa kwako haina thamani katika kumjali maskini, fakiri na mwenye njaa. Pesa kwako haina thamani katika kumhudumia ndugu yako Muislamu. Pesa kwako haina thamani katika kuwasaidia mashehe wenzako. Yalaiti mashehe wote katika nchi yenu ya Burundi wangelikuwa kama Sheikh Ismail Gogos. Ya Allah, hadithi hii ametwa al-Imam Shuaib al-Arnaut rahimahullah. Hadithi ipo katika kitabu alichokiandika Ibn Hibban, ni hadithi namba 1610, na katika Sahihul Jami' lil-Albani ni hadithi namba 6129, na al-Imam Ahmad ni hadithi namba 2157, na al-Imam Tayalisi katika musnad yake ni hadithi namba 27390, na al-Imam Al-Bazari hadithi ni 5079. Miongoni mwa hadithi aliyepokea Sheikh na sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Waislamu, tokeni katika usingizi, acheni kukusanya mali za mayatima, masikini, wajane na mafukara mkazitupia kwenye akaunti zenu. Akaunti ya Mwenyezi Mungu ikasoma 0.
Igeni mfano wa huyu kijana mdogo maskini, kijana makini, anazungumza hutuba kwa Kiarabu, anazungumza hutuba kwa Kifaransa, anazungumza hutuba kwa Kidachi, anatoa hutuba kwa Kiingereza. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, usimfishe kijana huyu ila umemridhia Mola wangu, ila umemridhia. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.